Msikilizaji, karibu sana katika kituo hichi na shukrani sana kwa kuendelea kutufuatilia na kutufanya kituo nambari moja ambacho kinaweza kukufahamisha na kukueleza kuhusu taarifa zinazoweza kutokea. Ikiwa ni mara ya kwanza lakini ukiwa umeweza kupatana na mimi ama ikiwa wewe ni mgeni katika kituo hichi, nazidi kukuomba chukua nafasi yako uendelee kujiunga nasi kwa kupiga subscription kwa maana ya kuendelea kupata video zetu punde tu tunapoweza kuzipakia katika channel hii. Msikilizaji, ukipata nafasi zaidi lakini unaweza pia kushare kwenye kurasa tofauti tofauti ili tuweze kujenga familia kubwa zaidi. Sasa msikilizaji, kuna katibu wa chama cha CCM eneo la Tarime ambaye ameweza kushambuliwa vibaya na wananchi wa eneo lile baada ya tume ya rais ya kufanya uchunguzi wa mauaji ya tarehe 29 kufika katika eneo lile na kupata kwamba bwana huyu anaweza kuzungumza masuala ambayo ni tofauti ya kile ambacho kiliweza kutendeka tarehe 29, msikilizaji, siku ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Elewa kwamba tume hii iliweza kuteuliwa rasmi na Rais Samia Suluhu ili kuweza kufanya uchunguzi ama kupata ushahidi pia wa kile kilichoweza kufanyika tarehe 29 Oktoba, siku ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Kwa sababu msikilizaji, ni wazi kwamba kuna mauaji yaliweza kutendeka, kuna watu kadhaa waliweza kuuawa, kuna miili kadhaa ambayo imeweza kupotea, lakini pia kuna visa vya utekaji vilivyoweza kushuhudiwa, na pia kuna polisi waliosambaza woga kwa wananchi na kusababisha kwamba raia hao wakaweza kupotea kwa hali ya kuweza kujitetea na kukosa kutekwa na polisi. Sasa kuna huyu katibu wa chama cha CCM wa Tarime ambaye amepata kuzomewa vibaya na wananchi kwa sababu katika kutoa ushahidi ule na kutoa taarifa ya kile unahisi kiliweza kutendeka kikaweza kusababisha machafuko ya tarehe 29, bwana huyu amepata kusema hivi msikilizaji, kwamba kulingana na yeye raia wa Tarime elewa kwamba ni maoni ya kueleza kile ambacho unahisi kilisababisha machafuko ya tarehe 29. Sasa jamaa huyo akasema hivi, baada ya aliweza kuelekeza lawama zake za machafuko ya tarehe 29 kwa makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema na taifa, mwenyekiti wa chama cha Chadema na taifa na viongozi wa safina wa chama hicho kilichopo Kenya. Nawashukuru sana kwa kuja Tarime kuyasikia haya, lakini kabla sijatoa maoni yangu, inaomba mfahamu kuwa Tarime inaongoza kuwa na mipaka mingi, maeneo mingi ya vichochoro yanayotokea Tanzania kwenda Kenya, kwa sababu sisi tuko jirani na nchi ya Kenya. Lakini pili, ni lazima mfahamu ni nini kimechochea tatizo lililojitokeza tarehe 29. Kwanza nishukuru wajumbe wanaoongea humu, tumetoa nafasi, hakuna kuzomeana. Ninawashukuru sana, kila mtu anatoa maoni yake kwa uhuru. Naomba jina naitwa Hamza Adam. Ndugu viongozi wa tume, sababu kubwa ya chanzo tarehe 29 ni uchaguzi na matamko yaliyokuwa yanatolewa kabla ya uchaguzi. Mengi yanafichwa, lakini asilimia kubwa ni matamko makubwa yalikuwa yanatokea na ndiyo yaliyoashiria na kusababisha matukio yote yaliyotokea tarehe 29. Moja, mwezi wa 8 tarehe 5, makamu mwenyekiti wa Chadema taifa alikaa kikao Kitagasembe akiwa na viongozi wa chama cha Safina Kenya, akahalalisha akasema uchaguzi huu by any means, kwa namna yoyote hautofanyika. Lugha hiyo hapa Tarime ilituonyesha kwamba makamu
amejiandaa yeye na mawakala wake kuhakikisha uchaguzi haufanyiki, lakini walio wengi hawayasemi na wanayajua. Pili, jamani, tusikilizane, kila mtu anatoa maoni yake. Haya ni maoni. Pili, jua Safina ni chama ambacho kipo nchini Kenya, msikilizaji, na huyu bwana ameweza kuelekeza lawama kwa katibu mwenyekiti wa chama cha Chadema na viongozi wa Safina nchini Kenya. Swala hilo, msikilizaji, limeweza kuwachemsha wananchi waliohudhuria tu kikao kile cha kufanya uchunguzi baada ya ile kamati ya rais inayofanya uchunguzi kufika eneo lile, na bwana huyu akaanza kuzungumza vitu ambavyo vinapotosha uchunguzi ule, msikilizaji, kwa kuweza kueleza vitu tofauti, na wananchi katika eneo lile wanajua kwamba kilichosababisha machafuko kufanyika ni kutoridhishwa na jinsi uchaguzi ulivyoweza kuandaliwa, lakini pia kuzuiliwa kwa baadhi ya viongozi kuweza kuwania urais, lakini pia wananchi wakapata kunyimwa nafasi ya kupata kujichagulia viongozi ambao wangependa kuwachagua. Majina yao yakaweza kukosa kwenye kundi la kuwachagua. Sasa kile kilichotokea ni kwamba uchaguzi ule uliandaliwa vibaya, lakini sasa bwana huyu amekwenda kuelekeza lawama kwa katibu mkuu wa chama cha Chadema na viongozi wa chama cha Chadema nchini Kenya kwa kushiriki mkutano wa siku kadhaa baada ya uchaguzi huu kufanyika. Sasa msikilizaji, kilichotokea ni kwamba wananchi walioweza kuhudhuria kikao hichi kilichoweza kuitwa na tume hii ya uchunguzi iliyoteuliwa na Samia Suluhu wamepata kushambulia jamaa huyu kwa ile nyumba ama kile kijumba walichoketi kwa ajili ya kuweza kupeana ushahidi ule, kwa sababu bwana huyu ameonekana kulipotosha tume kwa kueleza sababu ambazo sio chanzo cha machafuko yaliyoweza kushuhudiwa siku ya tarehe 29. Bwana huyu, cha kwanza, ni katibu wa chama cha Tarime ambaye anawakilisha eneo la Tarime, chama cha CCM, kunradhi msikilizaji, ambaye anawakilisha eneo la Tarime. Sasa bwana huyu ameonekana kutoa ama kuelekeza lawama kwa chama cha Chadema na kusema kwamba chama hicho ndo kilisababisha kwamba machafuko yale yakaweza kushuhudiwa, kipindi ambapo ni wazi kwamba kilichosababisha machafuko yale kushuhudiwa ni kutoridhishwa kwa wananchi kwa jinsi uchaguzi ule uliweza kuandaliwa, msikilizaji, lakini pia kuweza kukosa majina ya viongozi wao katika karatasi zile za kupiga kura, msikilizaji. Na sasa uchaguzi ule pia uliweza kuandaliwa kukiwepo na vitisho kwamba kusiweze kuwa na maandamano. Kukiweza kuwa na maandamano, kunradhi, polisi watakuwepo katika kuhakikisha kwamba wanawadhibiti wale watakaoweza kushiriki katika maandamano yale. Lakini pia ni jambo lililokuwa wazi kabla ya kuelekea katika uchaguzi ambao Samia aliweza kujitia kushinda
na 98%, msikilizaji, kumaanisha Watanzania takribani milioni 32 walijitokeza kupiga kura na wakaweza kumpigia Samia siku ile ya uchaguzi. Sasa msikilizaji, jambo hili limefanya bwana huyu apate kushambuliwa na wananchi kwa kulipotosha tume na kulipatia taarifa isiyo sahihi kuhusu vyanzo vya machafuko siku hiyo ya tarehe 29. Msikilizaji, hebu zidi kupiga subscription na kuendelea kutufuatilia kwa sababu ya kuendelea kupata kufahamika kuhusu taarifa zinazoweza kuendelea kutoka maeneo mbalimbali na kupata kuhakikisha kwamba tunazipatia uchambuzi wa kina, unazipata kuzielewa kwa njia ambayo ni nyepesi zaidi.